na lazima ufaulu. Nyinyi mapastors mtafaulu kuhubiria watu mambo ya kwenda mbinguni, na sisi tukiwa na siasa tutahubiria watu mambo ya maisha hapa duniani na maisha hapa Kenya. Na mimi vile mnaniona hapa ni mmoja wa wale waliongoza kuchagua hii serikali ya UDA na kuchagua Ruto mwenyewe. Mimi nilikuwa pale mbele. Na msimamo ule tulikuwa naye hiyo wakati tukiongozwa na Ruto, ilikuwa vile mahasla watasaidika vijana wetu. Mama mboga vile watapata pesa mfukoni. Mnakumbuka? Watu ya boda boda walikuwa naambiwa hata enda kwa shehero tena. Watafaulu, pesa zitakuwa zikiingia direct kwa mfuko yao. Na hiyo ndio ilikuwa slogan yetu. Kile kitu kimenifurahisha leo tuko na pastors hapa. Na hata nyinyi mlidanganywa pamoja na sisi. Hakuna yule anaweza sema ati mwingine ni mjinga kushinda mwingine. Sisi wote tulidanganywa. Lakini ile kitu mimi nataka niwaambie. Hata mimi mnajua hivyo. Mimi nilikuwa nimeagizwa vile mimi nitakuwa na cheo kubwa. Vile tutamaliziwa makezi ile ilitokea kwa sababu ya Tanga. Saa ile aliingia Ruto, hiyo yote alisahau. Na watu wote wanajua saa hii. Ukiona Ruto anapanua mdomo, unajua anataka kusema wow. Hapa ni namna gani? Sio watu wote wanajua. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie watu wa kanisa nyinyi, lazima mkubali hii wakati hamutatumika vibaya. Ndio wananchi pia watumike vibaya. Kwa sababu unajua ukiambiwa watu kupiga magoti ni kuombea. Ukiwa umetumiwa vibaya pande ile, naye mwananchi si ataamini. Kwa hivyo hii wakati watu ya kanisa lazima msimame imara na msimame na ukweli. Kwa sababu triki moja ya Zakayo saa hii ni kugawanyisha viongozi na pia kugawanyisha watu ya kanisa. Lakini kitu moja mimi nataka nyinyi mjue. Sisi ambaye tumekuwa kwa serikali hapo mbeleni. Mimi nilikuwa mjumbe na pia nilikuwa assistant minister kwa serikali ya Mheshimiwa Mwai Kibaki na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Mimi nilikuwa assistant minister. Na mimi nataka niwaambie kitu moja. Ile mtu ambaye amekuwa na experience Kenya hii na very qualified. Huyu Kalonzo amekuwa waziri mara 4 in different ministries. Kuchaguliwa amechaguliwa zaidi ya miaka 25. Yeye ndiye anajua pahali Kenya imeenda kombo. Sasa mkisikia akiongea namna hiyo, yeye akichaguliwa atatoa kona zote anyoroshe mambo ya Kenya hii. Ruto alikuwa amesema ataongoza vile Kibaki alikuwa anaongoza wakiwa na Kalonzo. Lakini inaonekana hakuwa na masomo sawa ama hakuchukua ile faili sawa ile ilikuwa inachukuliwa na Kibaki ya kuongoza. Mimi nataka niwaambie tafadhali, mkienda pahali mnaenda, msisahau hii nchi ni yetu sisi wote, na yule wote anakosea lazima aambiwe hii ni makosa yako na lazima uende nyumbani. Sisi vile mnatuona hapa, sisi tunasimama pande ya mwananchi. Tunasimama pande ya mwananchi na sisi tunataka kuokoa Kenya. Tuko kwa mlengo wa kuokoa Kenya. Kuna wengine wako mambo ya kuokoa nani? Zakayo. Si ndio? Mimi nataka niwaambie, hata wakitukashifu na mdangane opposition, tukiongozwa na daktari hapa, sisi hatutatishika. Tunaelewana? Waacha wale wanaenda pande yake waende. Lakini sisi tutasimama na mwananchi. Sisi maneno hatujaanza juzi. Hata last year bado tulikuwa nasema vile Zakayo anafanya makosa. Hata JNCs walikuja wakatusaidia sana. Wakasema hichi vile inaendelea vibaya. Na hao wananchi wetu ni watoto wetu. Na mimi nataka watu wote wajue, sisi kama opposition hatutatishika. Na msifikirie ati hii mambo ya kuitiwa mawaziri. Hii Mheshimiwa Kalonzo aliitiwa viti yote kila saa. Mheshimiwa Eugene ameitiwa viti yote. Na hata Kioni hapa na walikataa. Kwa hiyo msifikiri, msiwe na wasiwasi ati tutaitiwa viti ati tuende. Sisi we are very clear
on the way forward, na tutasimama na mwananchi. Ile kitu mimi nataka pia mjue, tafadhali, 2027 iko karibu sana.